wenzetu Roman Catholic ninawapenda sana, wako mbele yetu, sisi tuko nyuma. Unajua huwa wanaita mtakatifu Teresia, mtakatifu Bikira Maria, mtakatifu nani. Sisi hatutaki kuitana hayo majina. Bwana Yesu asifiwe. Unajua Yesu alichokifanya msalabani, alikupa nafasi ya wewe kuwa mtakatifu. Kwa hiyo ukijiita wewe ni mtakatifu, sio dhambi mbele za Mungu. Tena Mungu anafurahia kwa sababu unaitukuza kazi ya msalaba. Haleluya. Watakatifu Bwana Yesu asifiwe. Watakatifu Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Agano Jipya ndilo lililotupa nafasi ya kuitwa watakatifu mbele za Mungu. Kile Yesu alichokifanya msalabani ndicho kilichotupa nafasi ya kuitwa watakatifu mbele za Mungu. Ndio maana Mungu anasema anapendezwa na watakatifu walioko duniani. Na hao watakatifu ni mimi na wewe, mtu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe mwenzangu ni mtakatifu nani? Amen. Wewe ni mtakatifu nani? Bwana Yesu asifiwe. Sasa usiite majina hayo, jiite kwa jina lako. Haleluya. Mtakatifu nani? Haleluya. Haleluya. Basi naomba tuendelee na somo letu, ikiwa leo ni siku ya 4. Tunaanzia hapa Yeremia 31 mstari wa 33 na huo wa 34. Kama utakumbuka, toka tulipoanza tumekuwa tukiitumia Yeremia hiyo 31. Tulianza mstari wa 31 ambapo Mungu anasema, angalia siku zinakuja nitakapofanya agano jipya na wana wa Israeli pamoja na nyumba ya Yuda. Kwa hiyo Mungu alishatoa unabii kwa kinywa cha nabii Yeremia kwamba siku zinakuja, bado hazipo lakini zinakuja, ambapo Mungu atafanya agano jipya. Bwana Yesu asifiwe. Jana tukaangalia mstari wa 32 na tukaanza kwa sehemu mstari wa 33, lakini nataka leo tuanze 33. Bwana Yesu asifiwe. Anasema, bali agano hili ndilo nitakalofanya na nyumba ya Israeli. Kwa hiyo Mungu analitambulisha, analionyesha hilo agano ambalo yeye amesema atafanya na nyumba ya Israeli. Anasema, baada ya siku zile, asema Bwana, nitatia sheria yangu ndani yao na katika mioyo yao nitaziandika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu anatambulisha, anasema hilo agano jipya ambalo nitalifanya sasa, sheria yangu itabadilika kutoka kwenye vibao, lakini sasa nitaandika kwenye vibao vya mioyo yao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Alafu anasema, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Agano lile ambalo Mungu alifanya na wana wa Israeli, agano lake Mungu aliandika kwenye vibao. Bwana Yesu asifiwe. Sheria zake, amri zake aliziandika kwenye vibao. Na nikakuonyesha jana kwamba bahati mbaya hivyo vibao, wakati Musa anavileta kwa mara ya kwanza kwenye kusanyiko, vikavunjika. Kwa hiyo lile agano lilivunjika, na lilipoingia kwa mara ya kwanza likasababisha watu 3,000 kufa. Na nikakwambia kutokea hapo wakawa wanatembea chini ya huduma ya mauti. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu anasema hilo agano nitakalolifanya, nitatia sheria yangu ndani yao na katika mioyo yao nitaiandika. Kwa hiyo Mungu anaonyesha, anasema sheria yangu hiyo kwenye agano jipya nitaiandika ndani ya mioyo yao. Alafu nikakuonyesha jana kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 3 mstari wa 6. Maandiko yanasema andiko huua. Nimechukua sehemu ya hilo andiko. Andiko huua, bali roho huuisha. Kwa hiyo Mungu anaposema nitaandika sheria yangu, nitatia sheria yangu ndani yao na katika mioyo yao nitaziandika. Wana wa Israeli, sheria au amri ambazo Mungu aliwapa ziliandikwa kwenye mbao 2. Bwana Yesu asifiwe. Na jana nikakwambia Mungu anazungumza, anasema andiko huua. Anaposema andiko huua, analejea zile sheria, amri ambazo ziliandikwa kwenye mbao. Bwana Yesu asifiwe. Na zilipoingia katikati ya wana wa Israeli walikufa watu 3,000. Ndio maana anasema andiko huua. Maana ile sheria, ile amri iliyoandikwa kwenye vibao ilisababisha uuaji. Musa aliruhusu watu 3,000 kufa, lakini maandiko yanasema bali roho huuisha. Nikakuonyesha kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, kwa mara ya kwanza Roho Mtakatifu aliposhuka, akina Petro waliposhuhudia kwa mara ya kwanza, watu 3,000 waliokolewa. Ndio
maana maandiko yanasema bali roho huisha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wale waliokuwa kwenye lile agano ambalo Mungu alifanya kwenye vibao, kwenye mbao, walikuwa chini ya huduma ya mauti. Lakini sisi ambaye Kristo ametutosheleza kuwa wahudumu wa agano jipya, tuko chini ya roho wa uhuisho. Ndio maana maandiko yanasema ikiwa roho aliyemfufua Yesu katika wafu anaishi ndani yetu, anakaa ndani yetu, atahuisha na miili yetu iliyo katika hali ya kufa. Kwa hiyo tuko chini ya huduma ya uhuisho. Jana nikakwambia ni wewe unayechagua kukaa kwenye huduma ya mauti, maanake kukaa chini ya Torati na sheria, au kukaa chini ya huduma ya uhuisho ambayo ni huduma ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hakulazimishi. Mungu anakupa uchaguzi, anasema nimekuwekea mbele yako uzima na mauti, alafu anakupa jibu hapo hapo, anasema chagua uzima. Nimekuwekea mbele yako baraka na laana, chagua baraka. Kwa hiyo anakuonyesha kilicho chema, lakini bado anakuachia uamuzi wa kuchagua wewe. Andiko huua, lakini roho huuisha. Tulipokea siku ya Pentekoste Roho Mtakatifu, nikakwambia ya kwamba kwa mara ya kwanza Roho Mtakatifu aliwashukia Wayahudi wachache waliokuwa wamejifungia juu, Yesu akiwapa agizo wasitoke mpaka watakapopokea uweza utokao juu. Na baada ya hapo Mungu anaitimiza hiyo ahadi kwa mataifa pia, nyumbani kwa Kornelio. Baada ya Kornelio kuhubiriwa Injili, waliokuwepo pamoja naye na yeye pia wakapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Mungu akaitimiza ahadi yake kwa mataifa na kwa Wayahudi. Na nikakwambia jana kwamba wote sasa tumefanyika kuwa mwili mmoja katika Kristo. Hakuna Myahudi, hakuna Msamaria, kwa maana ya kwamba mataifa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu ameiandika sheria yake ambayo ni amri mpya, na hiyo sheria mpya ambayo ameiandika kwenye vibao vya mioyo yetu sasa ni amri. Yesu anasema nami nawapa amri mpya, anasema pendaneni ninyi kwa nini? Watu wa Mungu. Yesu anasema pendaneni ninyi kwa nini? Ninyi kwa ninyi. Bwana Yesu asifiwe. Anasema nimewapa amri mpya. Kwa hiyo hiyo amri mpya imeandikwa ndani yetu kwa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka Mungu anasema nitaandika amri mpya katika mioyo yao. Agano lile alilofanya, amri ilikuwa katika vibao, lakini agano jipya amri imeandikwa ndani ya mioyo yetu, na aliyeiandika ni Roho Mtakatifu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Yesu anasema nimewapa amri, nimewapa sheria mpya, alafu anasema pendaneni ninyi kwa ninyi kama mimi nilivyowapenda. Kwa hiyo agano jipya, kipimo cha kumpenda mwingine sio kama unavyojipenda, bali kama Kristo alivyokupenda. Kwa hiyo ukiangalia pendo la Kristo, vile ambavyo ulikuwa ufai, ni mwenye dhambi, alivyokupenda akakusamehe. Kwa hiyo ukiona huo upendo, na wewe unatoa huo upendo kwa kumpenda mwingine. Ndio maana anasema pendaneni kama mimi nilivyowapenda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa angalia, sijaandika vitu vingine, lakini nitakuwa nasema, ukisoma kwenye maandiko yanasema Mungu amelimimina pendo lake ndani yetu. Kwa hiyo lile pendo la Mungu ambalo maandiko yanasema ni sheria mpya, ni amri mpya, amelimimina ndani yetu kwa Roho wake Mtakatifu. Kwa hiyo wewe mtu wa Mungu kwenye agano jipya, hutafuti namna ya kumpenda mwingine, ni kitu kinatokea ndani, unacho kimejaa tele. Ukiona humpendi adui yako, jiulize mara mbili. Ndio maana Yesu anasema wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi. Lakini hakutupa jukumu tu la kuwapenda, akamimina na pendo lake ndani yetu, ili sasa hilo pendo litusaidia kuwapenda adui zetu na kuwaombea wanaotuudhi. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwa hiyo Mungu ameiandika amri mpya, na hiyo amri mpya ni amri ya upendo. Amri ya upendo, amri ya upendo ameiandika ndani ya mioyo yetu. Naendelea, wala hawatamfundisha kila mtu jirani yake na kila mtu ndugu yake, wakisema mjue Bwana, kwa maana watanijua wote, tangu mtu aliye mdogo miongoni mwao hata aliye mkubwa miongoni mwao, asema Bwana. Maana nitausamehe uovu wao, wala dhambi yao sitaikumbuka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwenye hili agano jipya ambalo Mungu amelifanya, anasema ndani ya hili agano jipya nitafanyaje? Alafu anasema na dhambi yao hatafanyaje? Si mimi, ni Mungu amesema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anasema agano hilo jipya ambalo anasema si kwa mfano wa lile nililofanya na baba zao,
ndani ya hili agano jipya, mimi Mungu nitausamehe uovu wao, wala dhambi yao sitaikumbuka tena. Alafu maandiko yanasema ameitenga dhambi yetu kama vile mashariki na magharibi zilivyo mbali. Mashariki na magharibi haziwezi kukutana. Kwa hiyo hakuna namna Mungu ana uwezo wa kuikumbuka dhambi yako, alishakusamehe. Bwana Yesu asifiwe. Ukatae usikatae, uamini usiamini, lakini neno lake alichokisema ni amina na kweli na ni uaminifu wake. Kitabu cha Isaya, maandiko yanasema hukuninunulia manukato kwa fedha, wala hukunishibisha kwa mafuta ya sadaka zako, bali umenitumikisha kwa dhambi zako, umenichosha kwa maovu yako. Huyu ni Mungu anasema, anawaambia wana wa Israeli, anasema nyie watu hamkuninunulia manukato kwa fedha, hamkuniletea harufu ya manukato mbele zangu. Alafu unajua katika agano jipya harufu ya manukato mbele za Mungu ni nini? Ni maombi yako. Ndio maana maandiko yanasema maombi ya watakatifu ni harufu ya manukato mbele za Mungu. Kwa hiyo anakuambia hamkuninunulia manukato kwa fedha, wala hukunishibisha kwa mafuta ya sadaka zako, bali umenitumikisha kwa dhambi zako, umenichosha kwa maovu yako. Mungu anazungumza na Isaya akiwaambia watu kwamba anaona anatumikishwa na wanawake kwa dhambi. Dhambi mbele za Mungu ni kama inamtumikisha yeye. Bwana Yesu asifiwe. Angalia 25. Mimi naam, mimi niyafutaye makosa yako kwa ajili yangu mwenyewe, wala sitazikumbuka dhambi zako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo pamoja na kwamba Mungu aliona wanamtumikisha kwa dhambi zao, lakini anasema mimi Mungu, mimi niyafutaye makosa yako kwa ajili yako. Kwa ajili yako, anasema kwa ajili yake mwenyewe. Kwa hiyo Mungu anapokusamehe makosa, hakusamehe kwa faida yako, anakusamehe kwa faida yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu kwake ni fahari kukusamehe makosa yako. Katika hili agano jipya kuna msamaha wa makosa, na anasema hatazikumbuka kamwe dhambi zako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu anasema na yasamehe makosa yako kwa ajili yangu mwenyewe, yaani sio kwa ajili yako, kwa ajili yake mwenyewe. Anasikia raha anapokusamehe makosa yako. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nimesema hivi, kwake Mungu ni fahari kusamehe makosa yako, na katika hili agano kuna msamaha wa makosa, na amesema hatazikumbuka dhambi zetu kamwe. Nimekuonyesha hapa kwenye hapo anapomalizia, anasema nitatia sheria yangu ndani yao, na katika mioyo yao nitaziandika, nami nitakuwa Mungu wao. Bwana Yesu asifiwe. Na wao watakuwa watu wangu. Na hapa anasema maana nitausamehe uovu wao, wala dhambi yao sitaikumbuka tena. Ni Mungu huyo anasema kwamba hatakumbuka dhambi. Kwa nini? Kwa nini asikumbuke dhambi kwenye agano jipya? Kwa nini asikumbuke? Kwa nini? Ina maana Mungu anasahau? Hapana, Mungu asamehe. Sababu ni hii, kwa sababu ya haki yake. Hawezi kulihukumu kosa mara mbili ikiwa hukumu yake ilishatolewa na ilishalipwa hiyo hukumu. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba kwa nini Mungu anasema sitaikumbuka dhambi yako na wala sitakuhukumu kwa makosa yako? Ni kwa sababu ya haki yake. Huyu Mungu hawezi kulihukumu kosa mara mbili ikiwa hukumu yake ilishatolewa na ikalipwa. Bwana Yesu asifiwe. Nimekuandikia, Mungu alishaihukumu dhambi ya ulimwengu wote juu ya mwili wa Yesu Kristo, na ghadhabu na hasira ya Mungu yote ilikuwa juu ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Ni kwa sababu ya haki. Mungu ni Mungu mwenye haki, na maandiko yanasema kiti chake cha enzi kimethibitika kwa haki na hukumu. Msingi wa kiti chake cha enzi ni haki na hukumu. Kwa hiyo ikitokea ukatikisa haki mbele za Mungu, maanake umetikisa msingi wa kiti chake cha enzi, maanake unataka kuharibu msingi wa kiti chake cha enzi. Kwa hiyo kwa sababu Mungu ni Mungu mwenye haki, alipoihukumu dhambi ya ulimwengu wote kwa Yesu Kristo, hawezi kuihukumu hiyo dhambi mara mbili. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu alibeba ghadhabu na hasira ya Mungu akiwa msalabani. Takuonyesha kadiri tunapoendelea ili uone kile kilichotokea akiwa msalabani. Kwa hiyo Mungu alimhukumu Yesu, akamshushia ghadhabu yake, akamshushia hasira yake, ili sasa mimi na wewe tusihukumiwe tena, kwa sababu Yesu alishafanya hayo yote. Ndio maana anasema katika hilo agano
nitasamea uovu wao, wala dhambi yao sitaikumbuka tena. Jana nikakuonyesha habari za Kornelio, na juzi nilikuonyesha cha kitu. Wakati Petro ameingia pale nyumbani kwa Kornelio, maandiko yanazungumza, anasema Mungu anamwambia Kornelio, anamwambia mtume mtu aende Yafa akakutane na Petro, naye atakufahamisha ya kupasayo kuyatenda. Nilikwambia huyu ndugu alikuwa ni mtoaji sana wa sadaka, huyu ndugu alikuwa ni muombaji sana, lakini Mungu alipotizama akasema huyu jamaa wokovu umefika nyumbani kwake, nataka nimsaidie apate kitu cha thamani. Akasema anatakiwa kuisikia injili sasa. Ameshatoa sadaka sana, ameshaomba sana, lakini maombi yake na sadaka yake kama akitoka kwenye mwili saa hii hayamleti kwangu, na mimi nataka aje kwangu. Anamwambia Petro, nenda nyumbani kwa Kornelio. Sasa wakati Petro anajiandaa pale kwa ajili ya chakula, maandiko anasema ukamwangukia usingizi. Akiwa kwenye usingizi akaona kapu la wanyama wa kila aina linashuka. Baadaye Mungu anamwambia Petro, inuka ule. Jamaa anasema sijawahi kula vitu ambavyo havijatakaswa, siwezi kula. Akarudia mara ya pili, mara ya tatu. Baadaye ameshtuka, anatafakari hayo maono. Wanatokea watu kutoka Yafa, kutoka nyumbani kwa Kornelio. Wanamwambia tumekuja kwa sababu Mungu ametuagiza uende nyumbani kwa Kornelio. Anatoka Petro na wale watu, anaingia nyumbani kwa Kornelio. Anaanza anasema, mnajua si sheria mimi kuchangamana na watu wa mataifa, si sheria Myahudi kuchangamana na watu wa mataifa, lakini anasema kwa sababu Mungu aliniambia nije, nimekuja. Alipoingia, alipohubiri tu injili, wale mataifa wakapokea kipawa cha Roho Mtakatifu, wakaanza kunena kwa lugha. Kwa hiyo nyumba ya Kornelio, wale watu wa mataifa, ilikuwa ni picha kwamba Mungu anapomwambia Petro, usiite ulivyovitakasa kuwa najisi. Alikuwa anamuonyesha kwamba ulimwengu wote umekwisha kutakasika. Usiogope kwenda nyumbani kwa Kornelio ukiogopa kwa sababu atakunajisi. Nimeshamtakasa, anasubiri tu bado kuisikia injili, mpelekee injili aupokee wokovu. Akaenda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwa sababu hiyo Mungu hawezi kulihukumu kosa mara mbili ikiwa hukumu yake ilishatolewa, na hiyo hukumu ilitolewa kwa Yesu Kristo. Mungu alishahukumu dhambi ya ulimwengu wote juu ya mwili wa Yesu, na ghadhabu na hasira ya Mungu yote ilikuwa juu ya Yesu Kristo. Ndio maana maandiko anasema Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanaye wa pekee. Je, aliwapenda Wakristo? Sina wauliza watu wa Mungu. Mungu aliwapenda Wakristo? Ulimwengu. Mungu alimpenda dada yako? Mungu alimpenda kaka yako? Tuna inawezekana hata wakati huo kaka yako hakuweko, hata wewe mwenyewe ukuweko, lakini maandiko anasema Mungu aliupenda ulimwengu. Kwa hiyo manake kila ulimwengu aliyekuwa na ambaye atakuja Mungu aliupenda. Ukisoma Warumi 5, maandiko anasema Mungu aonyesha pendo lake kwetu sisi kwa sababu Kristo alikufa tukiwa tungali bado wenye dhambi. Kwa hiyo Mungu akusubiri wewe uwe mtakatifu ndio afe kwa ajili yako, ila wakati ukiwa haufai, ni mwenye dhambi, anakuja anakufa ili sasa akupe haki yake, kwa sababu wewe huwezi kuipata haki yako mwenyewe kwa jitihada zako mwenyewe. Kwa hiyo tumeipokea haki ya Mungu kama kipawa, kama zawadi, hatukuifanyia kazi. Yaani hakuna kitu ambacho tulifanya cha kumpendeza Mungu tupate hiyo haki yake, lakini aliamua tu kutupa kama zawadi. Alafu unajua shida ya zawadi, mimi nikikuletea zawadi ukiikataa, siwezi kukulazimisha uipokee, si ndio? Zawadi anayepokea ana hiari ya kuipokea au kutokuipokea. Kwa hiyo Mungu ametupa wokovu kama zawadi. Sisi wanadamu ndio tuna hiari ya kusema Mungu napokea, Mungu sitaki, achana na mimi. Kwa hiyo baadaye mtu atakuja kuhukumiwa, sio kwamba hakupewa zawadi ya wokovu, alipewa ila aliikataa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haya, waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2 mstari wa 24. Yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti. Sasa maandiko anasema Yesu alizichukua dhambi zetu juu ya mwili wake. Sasa kama alizichukua dhambi zetu juu ya mwili wake, wewe kwa nini unataka kujikataa mbele za Mungu na kuidharau kazi ya msalaba? Tukiwa wafu kwa makosa ya dhambi, tuwe hai kwa mambo ya haki, na kwa kupigwa kwake mliponywa. Na kuonyesha Yesu alichokifanya, maandiko anasema nitasamehe dhambi yao. Kwa hiyo Mungu alimhukumu Yesu kwa makosa ya ulimwengu wote, na lengo la Mungu ilikuwa ni kwamba ameupenda ulimwengu ili ulimwengu usipotee. Yesu anapokuja, ulimwengu wote ulikuwa katika hali ya kupotea, na Yesu alipokuja anasema sikuhukumu. Kila mara nyingi mahali pengi alikuwa anasema sikuhukumu. Kwa hiyo Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu.
Yesu anakuja, ulimwengu kweli ulikuwa unastahili hukumu ya Mungu, lakini kwenye mazingira hayo Mungu haionyeshi hukumu yake, bali analionyesha pendo lake na kuwarejesha watu kutoka katika hali ya upotevu. Yesu anabeba dhambi za watu katika mwili wake, anaenda kuteseka nazo pale msalabani kwa kupigwa na kuadhibiwa na Mungu kwa sababu ya kosa la mimi na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Haya, mambo matatu ambayo Yesu alikuja kuyafanya ili kulikamilisha agano. Kumbuka tunaliangalia agano lililo bora, na tumesoma kitabu cha Yeremia, inatuambia ndani ya hilo agano Mungu atasamehe dhambi na wala hata yakumbuka makosa. Kwa hiyo kuna mambo matatu ambayo Yesu alikuja kuyafanya ili kukamilisha agano na kuhakikisha msamaha wa dhambi na ondoleo la dhambi vinapatikana kwenye hili agano. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Naenda spidi sana. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la kwanza, alikuja kama mtu miongoni mwetu. Mwambie jirani, Yesu alikuja kama mtu miongoni mwetu. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la kwanza nimeandika, nimesema pale mambo matatu ambayo Yesu alikuja kuyafanya ili kulikamilisha agano, kuhakikisha msamaha wa dhambi na ondoleo la dhambi linapatikana kwenye hili agano. Jambo la kwanza ni kwamba alikuja kama mtu miongoni mwetu. Aliyekosea alikuwa mwanadamu, na wa kutengeneza alitakiwa kuwa mwanadamu, hakutakiwa Mungu, kwa sababu alipomaliza kazi ya uumbaji ya ulimwengu alimkabidhi mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Hayo mambo ni ya muhimu sana. Nimesema jambo la kwanza, alikuja kama mtu miongoni mwetu. Kwa nini Yesu alikuja kama mtu miongoni mwetu? Kwa sababu Mungu alimkabidhi mwanadamu, alipomaliza kazi ya uumbaji alimkabidhi mwanadamu ulimwengu wote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa alipomkabidhi mwanadamu kazi ya uumbaji, hili jambo la kukomboa ulimwengu, hili jambo la agano lilikuwa ni jambo la kisheria, jambo la kimahakama. Na nashukuru sana mtumishi wa Mungu Martin alitufundisha kwenye semina kwamba wokovu tulionao ni jambo la nini? La kimahakama. Kwa hiyo sasa, kwa sababu aliyekosea ni mwanadamu, alitakiwa pia kutengeneza awe mwanadamu, asiwe Mungu. Yaani kwa sababu ya haki yake Mungu alivyo. Ingetokea Mungu ameshuka akaja akasema ninakuja kutengeneza kwa niaba yenu kwa sababu mmekosea, angekuwa anaivunja haki yake mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kwa nini? Kwa sababu Mungu alipomaliza kazi ya uumbaji alimkabidhi mwanadamu. Kwa hiyo kwa kuwa hili jambo ni la kimahakama na ni jambo la kisheria, kwa hiyo hata kama anampenda sana mwanadamu hawezi kuingia kinyume cha utaratibu kumsaidia. Bwana Yesu asifiwe. Yaani hiyo pendo lake lililojaa, ambayo anasema Mungu alikuja kulionyesha pendo lake, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Yaani huo upendo uliojaa mpaka unafurumia, bado usingeweza kumfanya Mungu aingie duniani kumsaidia mwanadamu kinyume cha utaratibu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaendelea mbele, utaelewa kwa nini tunayasema haya. Adamu alipokosea, ulimwengu mzima ukawa katika hali ya kupotea. Tukatoka katika hali ya kutawala na kumiliki tuliopewa na kuanza kutawaliwa na kumilikiwa. Kwa hiyo Adamu tu alipokosea, kwa sababu Mungu alipomuumba Adamu, kitabu cha Mwanzo, maandiko yanasema Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale. Angalia neno hilo, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia. Kwa hiyo lile neno anasema wakatawale, maanake Mungu alitaka hawa wanadamu, huyu mwanadamu ambaye amemuumba, na sisi pia tumezaliwa huko, ambaye amemuumba, alitaka awe na utawala juu ya samaki wa baharini, juu ya ndege wa angani, juu ya wanyama na nchi yote pia. Mungu alimpa Adamu kutawala. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Kwa hiyo Mungu alimkabidhi Adamu kwamba sasa nimekupa mamlaka, tawala vitu hivyo, tawala vitu hivyo. Lakini huyu jamaa kwa uzembe wake akasababisha hali tuliyokuwa nao ya kutawala na kumiliki tukanyang'anywa, kwa sababu sio tulinyang'anywa, alimkabidhi mwenyewe kwa hiari yake Shetani.
Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Mungu alimpa maelekezo, na hayo maelekezo aliyompa alimwambia kwa hayo utaishi, lakini yeye akasema hapana, hebu nijaribu tunda hili. Alipokula tunda, ghafla macho yake yakafunguka, akajiona yuko uchi, akapotea kwenye uso wa Mungu. Adamu anapoenda kujificha, haikumaanisha kwamba alijificha yani kwa maana ya mazingira, ila hapana, mbele za Mungu dhambi aliyoifanya ilimshusha kwenye utukufu wa Mungu, kwa sababu Mungu alimuumbia Adamu akae kwenye utukufu wake. Alipotenda dhambi, maanake aliporomoka kutoka kwenye utukufu wa Mungu. Mungu akimwangalia Adamu hamuoni mahali ambapo alimuumbia akae. Ndio maana maandiko yanasema tumetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, sio sasa wakati huo. Kwa hiyo dhambi kazi yake inapunguza utukufu wa Mungu. Mungu alimuumba Adamu na utukufu, alikuwa kwenye utukufu wa Mungu. Mungu akatoka, alikuwa akimwona. Alipotenda dhambi, na dhambi ni uasi, maandiko yanasema dhambi ni uasi. Kwa hiyo Adamu alifanya dhambi ambayo ni uasi, alienda kinyume cha maelekezo aliyopewa, kwa sababu uasi ni kwenda kinyume cha maelekezo uliyopewa. Ukiambiwa usishike ukashika, umefanya dhambi, kwa sababu umeasi maagizo uliyopewa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu alimwambia Adamu, matunda ya mti huyu haya usiyale, kwa sababu siku utakayokula utakufa. Hayo maelekezo aliyopewa Adamu akayaasi. Maandiko yanasema akauona ule mti watamanika kwa chakula, akauchukua akala. Alipokula macho yake akafunguliwa, kwa hiyo akafanya uasi, na kwa sababu ya hiyo dhambi ikaingia ulimwenguni kwa sababu ya kosa la Adamu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo alipofanya hivyo, Adamu akapoteza hali ya kutawala aliyokuwa nayo, akapoteza hali ya kumiliki aliyokuwa nayo, akamkabidhi Shetani. Na tokea hapo huyu jamaa Shetani akaanza kujiita mfalme wa dunia hii. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa angalia maneno ambayo Shetani alikuwa akimwambia Mungu. Wakati naendelea nikawa nimeandika, nikasema anamwambia Mungu, si unajifanya unawapenda sana hawa na unataka kuwaonyesha pendo lako kwao, njoo kama unaweza. Maana Shetani anamwambia Mungu, wewe unajifanya unapendo na unawapenda hawa wanadamu, njoo kama unaweza. Shetani anamwambia Mungu kwa sababu anajua Mungu ni roho na hawezi kuja kwa jinsi hiyo ya roho. Akija kwa jinsi ya roho atauvunja uaminifu wake, na akisema atafute mwanadamu auvae mwili wake, bado anatakiwa aje mtu, ampate mtu aliye safi, ambaye Shetani hata mnyoshea kidole. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Shetani jeuri aliyokuwa nayo ni kwa sababu alikuwa anajua Mungu ni mwaminifu, na Mungu anasema ameikuza ahadi yake kuliko jina lake mwenyewe. Kwa hiyo Mungu uaminifu wake, yani ukitaka kumfunga Mungu tumia neno lake. Neno lake ndio unamfunga. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Shetani alijua kwamba huyu Mungu yeye ni roho, na kwa sababu ni roho, huu ni ulimwengu, na huu ulimwengu hawatakiwi watu wasiokuwa na mwili, wanatakiwa watu wenye mwili. Kwa hiyo manake Mungu kwa sababu ya pendo akasema ninaenda hivi hivi nilivyo roho. Hashindwi, anaweza. Angevunja utaratibu aliojiwekea mwenyewe, na kwa sababu hiyo hata ulimwengu ungeharibika, kwa sababu ulimwengu wote umeshikiliwa kwa neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa sababu hiyo, hata kama Mungu angesema nitafute mtu niende nikautumie mwili wake ili niweze kuwakomboa wanadamu, bado katika ulimwengu wote kwa wakati huo hakukuwa na mtu aliye safi, aliye mtakatifu, ambaye Mungu anaweza akamtumia. Shetani asiseme huyo mbona hivi mbona vile. Kwa hiyo Mungu akashindwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akamwambia Shetani, tulia nikuonyeshe, nikushow kwa jinsi ninavyowapenda hawa wandugu, nipo tayari kufanya chochote kwa ajili yao. Yohana 1:14. Bwana Yesu asifiwe. Naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Mwanzo Mungu ambaye ndiye Yesu alikuwa ni neno, lakini kwa sababu ya upendo wake na taratibu, ulimwengu unataka mtu aliye na mwili, asiye na mwili asije. Mungu akamwambia, ninawapenda hawa watu, niko tayari kufanya chochote, ninatoka kwenye hali ya neno, ninauvaa mwili ili nishuke niende huko nikawe kama mwanadamu niwasaidie. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka nimekuonyesha jambo pale, nikasema jambo la kwanza ambalo lilikuwa linatakiwa ili tupate ukombozi, alikuwa anatakiwa mtu miongoni mwetu. Lakini kwa wakati ule hapakuwa na mtu aliye kamili, aliye mkamilifu miongoni mwa wanadamu, mwenye uwezo wa Mungu kumtumia
ili kuweza kufanya anachotaka kukifanya. Kwa hiyo Mungu akajipunguza, akaamua kuuvaa mwili kwa njia ya Mariamu, akaja duniani, akaishi kama mwanadamu, akapitia aliyoyapitia, ili sasa shetani akiona aseme hakika kweli huyu ni mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Ezekieli 22:30 maandiko yanasema, nami nikatafuta mtu miongoni mwao atakayetengeneza boma na kusimama mbele zangu mahali palipobomoka kwa ajili ya nchi, nisije nikaiharibu, lakini sikuona mtu. Kwa hiyo Mungu alitafuta mtu, kwa sababu takwa linataka mtu miongoni mwao. Walioharibu ni wanadamu, kwa hiyo kutengeneza, anatakiwa atengeneze pia mwanadamu. Kwa hiyo Mungu akatafuta mtu miongoni mwa hao wanadamu atakayetengeneza boma, sio tu kutengeneza boma, bali na kusimama mbele za Mungu. Manake Mungu akiangalia asione mahali palipobomoka. Mungu anasema kwa ajili ya hayo nilipotafuta sikuona mtu, hakukuwa na mtu. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la kwanza, awe mtu miongoni mwao walio karibu. Nimeandika awe mtu miongoni mwao, lakini wa hao walioharibu, lakini hakuwepo. Wote tulikuwa hoe hai, kwamba Mungu alipoangalia hakukuwa hata na mtu mmoja miongoni mwetu wanadamu ambaye alikuwa ana uwezo wa kusimama mahali palipobomoka, alikuwa na uwezo wa kupatengeneza mahali palipobomoka. Hakuwepo. Kwenye Agano la Kale unapoona mtu Mungu anamtumia, hiyo ni picha ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kwenye Agano la Kale unapoona Mungu anamtumia Daudi, hiyo ni picha ya Yesu Kristo. Mungu anapomtumia Musa, hiyo ni picha ya Yesu Kristo. Samsoni, Yoshua na wengine wote, ilikuwa ni picha ya Yesu Kristo, kwa sababu Agano la Kale lilikuwa ni kivuli cha Agano Jipya. Nikakuonyesha kwa nini Mungu alichagua nyumba ya Israeli pamoja na Yuda. Nikakwambia aliwafanya kwa mfano, aionyesha haki yake na neema yake inayofanya kazi na Torati inavyofanya kazi. Kwa hiyo kila kilichofanyika kwenye Agano la Kale Mungu alikuwa anaonyesha mfano. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa anaonyesha kazi ya wokovu inayokuja, jinsi Kristo atakavyofanya kwa niaba yetu. Haleluya, haleluya. Samueli wa kwanza sura ya 17 mstari wa 8 hadi wa 11, maandiko anasema, naye akasimama akawapigia kelele majeshi ya Israeli, akawaambia, mbona mmetoka kupanga vita? Je, mimi si Mfilisti na ninyi watumishi wa Sauli? Jichagulieni mtu. Angalia haya maneno. Goliath anasema jichagulieni mtu akashukie mimi, akanishukie mimi. Hajasema njooni enyi majeshi tupigane vita, anasema nichagulieni mtu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kama akiweza kupigana nami na kuniua, sisi tutakuwa watumwa wenu, nami nikimshinda yeye na kumuua, ninyi mtakuwa watumwa wetu na kututumikia. Bwana Yesu asifiwe. Umekiona hiki? Nimekwambia unapoona Mungu anamtumia mtu kwenye Agano la Kale, huyo mtu ni picha ya Kristo. Daudi, Musa, Samson, Yoshua na wengine wote, hao wote walikuwa wanaionyesha picha ya Yesu Kristo. Kilikuwa ni kivuli cha Yesu Kristo. Kwa hiyo huyu Mfilisti alikuwa mfano wa Shetani, huyu Goliathi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo haya maneno ambayo Goliathi anasema, naye akasimama akawapigia kelele majeshi ya Israeli akiwaambia, mbona mmetoka kupiga vita? Je, mimi si Mfilisti na ninyi watumishi wa Sauli? Jichagulieni mtu akanishukie mimi. Kwa hiyo Shetani ndivyo alivyokuwa anafanya. Alikuwa akiangalia ulimwengu kwa sababu ya kupoteza mamlaka tuliyokuwa nayo. Alikuwa anaucheka, anawaambia, sasa kama mna uwezo nitafutieni mtu aje apigane na mimi Shetani. Akiweza, angalia haya maneno, anasema akiweza kulipiga, sisi tutakuwa watumwa wenu, lakini ikitokea mimi nikampiga, ninyi mtakuwa watumwa wetu na kututumikia. Bwana Yesu asifiwe. Wakati huo hakukuwa na mtu. Yule Mfilisti akasema, na yatukana leo majeshi ya Israeli, nipeni mtu nipigane. Bado anataka mtu apigane naye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wakati huo, hiyo picha inatuonyesha pia ulimwengu wote jinsi ulivyokuwa. Shetani alikuwa anatucheka, anatusema kwa maneno magumu, anasema nipeni mtu kama mna uwezo atakayepigana na mimi, na atakayenishinda
basi sisi tutakuwa watumwa wake. Ikitokea nikamshinda, ninyi mtakuwa watumwa wetu kwetu. Kwa hiyo tulipokuwa tukiyasikia hayo maneno, kama vile wana wa Israeli walipokuwa wakisikia maneno, nasema basi Sauli na Israeli wote waliposikia maneno hayo ya Mfilisti wakafadhaika na kuogopa sana. Ndivyo ulimwengu wote tulivyokuwa tunafadhaika na kuogopa mbele ya shetani, kwa sababu miongoni mwetu hakukuwa na mtu mwenye uwezo wa kutokezea ili apigane na Ibilisi. Kwa hiyo tulikuwa watumwa wa shetani, alikuwa anatutumikisha anavyotaka. Bwana Yesu asifiwe. Haya, hata alipokuwa akisema nao, kumbe yule shujaa alitokea, yule Mfilisti wa Gathi, jina lake Goliathi, akatoka katika jeshi la Wafilisti akasema maneno yale yale, naye Daudi akayasikia. Kwa hiyo alikuwa akirudia maneno hayo hayo akisema, nipeni mtu nipigane naye, nipeni mtu nipigane naye. Akitushinda sisi tutakuwa watumwa wake, tukimshinda ninyi mtakuwa watumwa wetu. Na watu wote wa Israeli walipomwona yule Mfilisti wakakimbia, wakaogopa sana. Ndivyo ulimwengu ulivyokuwa. Tulikuwa tukisikia Ibilisi anasema mwenye uwezo wa kunishinda aje apigane na mimi, tulikuwa tunaogopa na tulikuwa tunakimbia na kufichama. Lakini hapa Daudi alipoyasikia hayo maneno, maandiko yanasema akaenda kumkabili huyo Goliathi, akampiga. Alipompiga Goliathi na kumkata kichwa, yale majeshi yote ya Goliathi yakakimbia, na kutokea hapo Wafilisti wakawa watumwa wa wana wa Israeli. Ndicho Yesu alichokifanya, kwa sababu takwa lilikuwa linataka mtu miongoni mwetu. Kwa hiyo ameuvaa mwili, amekuja kama mtu, akapigana na shetani kwa ajili yetu. Kwa hiyo alipomshinda shetani, shetani na mapepo yake wakawa tangu siku hiyo ni watumwa wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo ilivyokuwa kwetu. Alihitajika mtu miongoni mwetu mwenye utayari na mwenye uwezo. Hizi ni sifa ambazo mtu aliyekuwa anatakiwa kupatengeneza mahali palipobomoka alikuwa anatakiwa kuwa nazo. Sifa ya kwanza, ilitakiwa awe mtu ni miongoni mwetu. Nimekuonyesha, kwa sababu aliyeharibu ni mwanadamu. Kwa hiyo Mungu hatakiwi kuingia kwa jinsi ya roho kutengeneza. Kama anatupenda aje kama mwanadamu atengeneze. Kwa sababu ya pendo akaamua kujishusha, akajinyenyekeza, na maandiko yanasema alipoonekana na umbo kama mwanadamu alinyenyekea. Kwa hiyo Yesu akaja kama mwanadamu miongoni mwetu, ili sasa shetani anapodai, anaposema nileteeni mtu miongoni mwenu, Yesu anatokezea, anasema mimi hapa niko miongoni mwa wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili, alitakiwa awe mtu mwenye utayari. Angalia Goliathi. Daudi hakulazimishwa kwenda kupigana na Goliathi, bali aliposikia maneno ya watu wakisema, Daudi akaanza kuuliza, ati hivi huyo Goliathi anataka nini? Na mfalme amesema nini? Watu wanaambia, wewe dogo, una uwezo wa kupigana vita. Sisi tumepigana vita miaka mingi, ni wazoefu wa vita, lakini hiyo vita ya huyo Goliathi sisi hatuwezi. Daudi akasema, jamani, hebu niambieni mfalme kwani amesemaje? Anambia, ikitokea ukashinda atakupa mke na vitu vya namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Alisema hivyo mfalme Sauli kwamba ikitokea atakayeshinda, kwa sababu yeye alishindwa. Sasa akasema atakayempiga huyo mtu mimi nitampa mke. Ndio Yesu alichokifanya. Alipompiga shetani ambaye ni Goliathi wetu, Mungu akampa mke, na huyo mke ni kanisa lake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sasa Daudi anatokeza, anasema mimi naenda kupigana na huyu mtu. Watu wakasema, wewe dogo wewe, kwanza tu umekuja kwa bahati mbaya, umekuja kutuangalia hapa vile tunavyopigana vita, umekuja kutuletea chakula. Mambo ya vita wewe unaweza wapi? Wewe labda utuambie habari za kuchunga kondoo na mbuzi huko, hayo ndio mambo yako. Ila mambo ya vita hapa, upanga tu uweze kushika, utafanyaje? Daudi akatoka akaenda kwa mfalme. Mfalme anataka kwenda kupigana vita. Mfalme akamwambia, wewe dogo huwezi. Mfalme anasema akachukua mavazi yake akakavisha kwa Daudi. Kalipotembea akasema, haya mimi sija kuyafanyia mazoezi, hebu shika mavazi yako naenda kama nilivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Alipofika pale Daudi, Goliathi kama kawaida, na kuonyesha awe mwenye utayari. Jambo la kwanza ni mtu miongoni mwao. Daudi alikuwa ni mtu miongoni mwa wana wa Israeli, na ndio maana Goliathi alikuwa anataka kwamba nipeni mtu miongoni mwenu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo akatokea Daudi miongoni mwa Israeli, aende akapigana na Goliathi. Mwenye utayari. Daudi utayari alikuwa nao, hakulazimishwa, alitaka kwa hiari kupigana na Goliathi. Kwa hiyo baada ya kwenda mbele ya Goliathi, Goliathi anacheka. Hasa hivi mnaniona mimi kama mbwa? Yaani kweli majeshi yote yenu ya Israeli mmekosa mtu wa kupigana mimi, mnaletea katoto haka. Akasema sasa leo nayatukana majeshi ya Mungu wenu.
nitamfanya huyu dogo kuwa chakula cha ndege wa angani. Daudi akalikumbuka agano ambalo Mungu alifanya na Ibrahim na Isaka na Yakobo. Sio agano alifanya na Israeli ambalo lilivunjika. Analejea agano lile imara ambalo halitakuja livunjike. Daudi anasema, sasa leo ninakujia kwa jina la Bwana wa majeshi, kwa sababu unayatukana majeshi ya Israeli. Goliathi alijua ni utani. Daudi akaanza na jiwe lake la kombeo, akienda taratibu. Jiwe moja tu tosha kumwangusha Goliathi, na hilo jiwe moja ni kazi ya msalaba aliyoifanya Yesu mara moja tu na milele yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Daudi anaonyesha utayari. Angalia Yesu alipokuja. Yesu anakuja kama mtu miongoni mwetu, na utayari alikuwa nao. Angalia anachokisema, hapana mtu anitoleaye uhai wangu, na utoa mwenyewe. Anaonyesha utayari wake wa kutoa uhai wake kwa ajili yetu. Hakumlazimisha mtu kutoa uhai wake. Kwa hiyo anaonyesha utayari wa kutupenda na kutupigania. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwenye uwezo. Takwa la Goliathi lilikuwa anasema, mtu mwenye uwezo wa kupigana nini aje apigana nini, akinishinda sisi tutakuwa watumwa wake. Hapa mwenye uwezo lilikuwa linadai takwa la mtu asiyekuwa na asiyekuwa na dhambi. Manake akipimwa na kuchujwa aonekane ana uwezo wa kumshinda shetani. Ndipo Mungu anatupa Yesu ambaye hana hana ila, asiye na dhambi, asiye na kosa. Anasimama, anaenda kumpiga shetani. Alipo shetani muangalia Yesu, mpima mskani, dhambi haoni, dosari haoni. Akasema, leo nimepatikana. Ni kweli mtu miongoni mwao, lakini mbona hana dhambi? Mbona hana kosa? Yesu akapanda msalabani, kabeba dhambi zetu. Hakuwa na dhambi, alibeba dhambi zetu ili amshughulikie kwa hilo jiwe moja alilolifanya pale msalabani. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ndipo Mungu alipokuja mwenyewe katika mwili wenye utimilifu kutusaidia dhidi ya huyo Goliathi, yani ni shetani. Bwana Yesu asifiwe. Wakolosai 2:9 maandiko yanasema, maana katika yeye unakaa utimilifu wote wa Mungu kwa jinsi ya mwili. Kwa hiyo shetani alipomwangalia Yesu aliona ametimilika, alimkagua, haoni dosari, akasema, leo nimepatikana, nimeingia cha kiume na cha kike kwa mara moja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na baada ya kuimaliza kazi hiyo, anaturejeshea tena hali ya utawala na kumiliki ambayo Adamu wa kwanza alipoteza msalabani. Ufunuo 5:10, ukawafanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu, nao wanamiliki. Hii neno miliki kwa Kiswahili limepunguzwa maana kidogo, lakini kwenye kamusi ya Kizungu inasema reign. Tafsiri yake ni kwamba kutawala. Kwa hiyo Yesu alipokuja, ile hali ya kutawala ambayo Mungu alitupa kwenye bustani ya Edeni, ambayo Adamu alipoteza, Yesu alipokuja akairejesha tena kwetu. Kwa hiyo sasa tunamiliki juu ya uso wa nchi. Sio tutamiliki, tunamiliki sasa na Kristo kwenye uso wa nchi huu. Haleluya. Nimekuonyesha hilo andiko. Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya uso wa nchi. Kwa hiyo ndivyo ilivyokuwa, ndivyo ilivyoandikwa. Mtu wa kwanza Adamu akawa nafsi iliyo hai. Adamu wa mwisho ni roho yenye kuhuisha. Kwa hiyo Adamu wa kwanza, nimesema takwa lilikuwa linataka mtu miongoni mwao. Kwa hiyo aliyeharibu ni Adamu. Ndio maana Mungu anamuita Yesu kama Adamu wa pili. Kwa hiyo shetani alipomuona, alimuona Adamu yule yule aliyeharibu, lakini hakuwa Adamu aliyeharibu, kwa sababu takwa lilikuwa linataka mtu miongoni mwao. Walioharibu ndio watengenezi. Kwa hiyo akaja Yesu ambaye ni Adamu wa pili. Maandiko yanasema Adamu wa kwanza alitoka katika udongo, na huyo Adamu wa kwanza ilikuwa akafanywa kuwa nafsi iliyo hai, lakini Adamu wa mwisho ni roho yenye kuhuisha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Mtu wa kwanza atoka katika nchi, ni wa udongo. Mtu wa pili atoka mbinguni, ambaye ni Yesu Kristo. Maandiko yanasema, na kama tulivyoichukua sura yake yule wa udongo, kadhalika tutaichukua sura yake yeye aliye wa mbinguni. Ukisoma kitabu cha waraka wa Petro, anaeleza, anasema, sasa tumeichukua asili ya Mungu. Maanake ile asili ya Mungu iliyopotea kwa sababu ya kosa bustani ya Edeni, kwa kazi ya msalaba Yesu amerejesha tena asili ya Mungu ndani yetu. Kwa hiyo tunayo hiyo asili ya Mungu. Tumechukua sio tena sura ya Adamu wa kwanza, bali tumechukua sura ya Adamu wa pili, ambaye ni Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Angalia kitu hapa, nataka nikwambie mtu wa Mungu. Maandiko yanasema, kwa kosa la mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni,
na kwa sababu hiyo wote hilo kosa likawafikiria. Kwa hiyo sisi wengine hatukutakiwa kufanya makosa ili tuonekane wenye dhambi. Yaani tulipokea asili ya dhambi kutoka kwa Adamu wa kwanza, tukawa nayo hiyo ndani. Kwa hiyo vivyo hivyo asili ya haki kwa Yesu Kristo tunaipokea kama vile tulivyoipokea asili ya dhambi kwa Adamu wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Hatukustahili kufanya kitu tuipokee asili ya dhambi. Vivyo hivyo kwenye Agano Jipya hatukustahili kufanya chochote tupokee haki ya Mungu. Kama tulivyopokea asili ya dhambi kwa Adamu wa kwanza, ndivyo tulivyopokea asili ya uwenye haki kwa Adamu wa pili ambaye ni Yesu Kristo. Tumeelewana watu wa Mungu hapo? Ndio maana maandiko yanasema, na kama tulivyoichukua sura yake yule wa udongo, kadhalika tutaichukua sura yake yeye aliye wa mbinguni. Yesu akaishi kama mtu, akajaribiwa katika mambo yote, shetani asiwe na neno. Kwa hiyo Yesu alijaribiwa kwenye kila engo, ili shetani asiseme umenipa mtu mimi hata sijampima, kwa hiyo sijui kama huyo ni mwanadamu au ni roboti. Mungu akasema wewe jaribu unavyoweza, na nimekuletea mfano wa kitabu sura ya Luka sura ya 4. Yesu anajaribiwa kama Adamu wa kwanza alivyojaribiwa. Adamu wa kwanza alijaribiwa kwenye chakula, utii wake. Angalia Yesu naye alipokuja, kwa sababu Adamu wa kwanza maandiko yanasema Mungu alimwambia usile matunda ya huo mti, maana kilikuwa ni chakula. Sasa chakula sio chakula cha mwilini, ni ufahamu, kwa sababu maandiko yanasema mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno. Kwa hiyo mtu wa ndani anakula, ana chakula chake ambacho ni neno, ni maagizo ya Mungu, na mtu wa nje anakula ugali na maharage na chipsi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo chakula ambacho Mungu alimwambia Adamu kilikuwa ni maelezo aliyopewa, kwa sababu kwa hayo ndio alitakiwa aishi. Kwa hiyo shetani anakuja anampa chakula kingine, Adamu anakipokea kile chakula, anakula. Yesu alipokuja kama Adamu wa pili, na yeye jaribu lake la kwanza kwenye chakula vile vile, maandiko anasema alipomaliza kufunga akaona njaa, mjaribu akamwendea, ikiwa ndiwe mwana wa Mungu, ligeuze jiwe hili liwe mkate. Kwa hiyo jaribu alilopewa Adamu akashinda la kwanza la chakula, Yesu jaribu la kwanza akalishinda la chakula, akamwambia sikia wewe, imeandikwa mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo kwenye kinywa cha Mungu. Sasa akamwambia wewe unifahamu, unajifanya umeshinda la kwanza, nakupa la pili. Sasa akamwambia hebu angalia, miliki yote hiyo ya ulimwengu ni ya kwangu, na ni kweli ilikuwa ni ya kwake, kwa sababu Adamu alikuwa amemkabidhi. Ukianguka kunisujudia nitakupa. Sasa akamwambia wewe, siwezi kufanya hiyo kazi ya ujinga. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo maandiko yanasema Yesu akaishi kama mtu, akajaribiwa katika mambo yote na shetani asiwe na neno. Maandiko yanasema aliishi kama mwanadamu, akajaribiwa katika mambo yote kama vile wanadamu tujaribiwavyo, pasipo kutenda dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Na alipokuja tu akaanza kuionyesha picha ya Mungu na mtazamo wake kwa mwanadamu. Yesu sasa amekuja. Kumbuka tunaangalia jambo linalosema katika hili Agano Jipya kuna msamaha wa dhambi, na Mungu anasema hata yakumbuka makosa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Yesu alipokuja anaanza kuionyesha picha ya Mungu na mtazamo wake kwa wanadamu. Juzi nilikwambia sisi wanadamu ndio huwa tunamtengenezea Mungu image, yani tunamwakilisha au tunamuonyesha vibaya kwa watu. Tunamuonyesha ni Mungu aliyechukia wakati wote. Tunamuonyesha ni Mungu mwenye hasira ambaye ukikosea tu anakupiga kwa magonjwa. Tunamuonyesha ni Mungu ambaye ukikosea tu anakuchapa kwa mafuriko. Lakini Mungu hayuko hivyo. Yesu alipokuja anaanza kuonyesha kwamba hivi ndivyo Baba yenu wa mbinguni alivyo, anafanana hivi. Bwana Yesu asifiwe. Mara kadha wa kadha amekuwa akisema hata mimi sikuhukumu. Kwa sababu gani? Hakuja kuhukumu ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amekuwa akisema hivyo, anasema na mimi sikuhukumu, kwa sababu hakuja kuhukumu. Maandiko yanasema maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu. Kwa hiyo Yesu hakuja ulimwenguni auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu upate kuokolewa katika yeye. Hayo ndiyo mapenzi ya Mungu aliyokuwa ameyakusudia kwa wanadamu. Mfano wa kwanza, sarafu iliyopotea. Yesu anaonyesha picha ya Mungu kwa wanadamu jinsi alivyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Angalia Luka 15. Au kuna mwanamke gani? Yesu anaonyesha Mungu anavyotizama ulimwengu, anavyowatizama wanadamu. Au kuna mwanamke gani mwenye shilingi 10 akipotewa na moja, asiyewasha taa na kufagia nyumba na kutafuta kwa bidii hata ione? Yesu anatoa huo mfano. Anasema kuna mtu gani, kuna mwanamke gani ambaye akipoteza
ana shilingi 10, lakini katika shilingi 10 ikapotea shilingi 1. Je, hawezi kuwasha taa na kufagia kila mahali aipate hiyo shilingi iliyopotea? Yesu anasema, na akiisha kuiona huyo mwanamke hiyo shilingi 1, kumbuka shilingi 9 zipo, lakini kapotewa na shilingi 1 tu. Anahangaika vurugu zote, kunyanyua vitanda, kuweka makabati pembeni, afagie na kuwasha taa. Anataka aione hiyo shilingi 1 iliyopotea. Maandiko anasema, na akiisha kuiona huwaita rafiki zake na jirani zake, akawaambia, furahini pamoja nami, kwa kuwa nimeipata tena shilingi ile iliyopotea. Bwana Yesu asifiwe. Takuelekeza haya, kondoo aliyepotea. Tumeangalia huu mfano ni wa sarafu iliyopotea. Huu mfano wa pili ni wa kondoo aliyepotea. Yesu anaionyesha hii picha ya Baba yetu wa mbinguni anavyotutizama. Kwa hiyo usiwe na mtizamo mwingine juu ya Baba yako wa mbinguni. Mtizamo wako juu ya Baba yako wa mbinguni anapokutazama, angalia kwenye kile Yesu alichokisema. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mwaonaje mtu akiwa na kondoo 100, mmoja akampotea? Je, hawaachi wale 99 akaenda mlimani na kumtafuta yule aliyepotea? Hata akipata kumwona, amini nawaambia, amfurahia huyo zaidi kuliko wale 99 wasiopotea. Ndio maana Yesu alipokuja anasema, enyi Mafarisayo na waandishi, ninyi si mnajiona huu wokovu haustahili, basi acheni hivyo hivyo. Alafu anasema, sikuja kwa wenye haki kwa sababu hawakuweko. Anasema hivi, asiye mgonjwa hahitaji tabibu, lakini anayeumwa anahitaji tabibu. Kwa hiyo kama ninyi mnaona ni wazima, acheni. Mimi nihangaika na ulimwengu ambao ni wagonjwa, wanahitaji tiba yangu mimi. Anasema hata akimpata huyo kondoo, huyo Yesu anaonyesha huo mfano. Anasema, je, hawaachi wale 99 akaenda mlimani na kumtafuta yule aliyepotea? Hata akipata kumwona, amini nawaambia, amfurahia huyo zaidi kuliko wote 99 wasiopotea. Mafarisayo na waandishi wakamnung'unikia wakisema, mtu huyu huwakaribisha wenye dhambi, tena hula nao. Sasa walipozungumza haya maneno, ndiyo Yesu akaanza kuitoa hiyo mifano. Bwana Yesu asifiwe. Angalia wazee hawa Mafarisayo, ndio wazee wa dini hao. Hawa Mafarisayo, wazee walioshika Torati, wanaifahamu vizuri, wanaijua vizuri. Na waandishi walipoona Yesu anawakaribisha, anakula nao watu wenye dhambi, wakaanza kunung'unika. Wanasema, huyu mtu kwa nini anawakaribisha watu wenye dhambi tena anakula nao? Mfano mzuri alipoenda nyumbani kwa Zakayo. Alipokuwa pale, wakasema angejua kwamba huyu ni mwenye dhambi, asingeingia hata nyumbani kwake kula naye. Hiyo watu wanavyofanya, lakini Mungu hayupo hivyo. Yesu anaionyesha hiyo picha ya Baba yetu aliye mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Nimeshazungumza habari ya huo mfano. Mfano wa pili, wa tatu mwingine, mfano wa mwana mpotevu. Bwana Yesu asifiwe. Naomba nikurudishe hapa juu kidogo. Mfano wa sarafu iliyopotea. Anasema, au kuna mwanamke gani mwenye shilingi 10 akipotewa na moja, asiyewasha taa na kufagia nyumba na kutafuta kwa bidii hata aione? Na akisha kuiona huwaita rafiki zake na jirani zake, akiwaambia, furahini pamoja nami, kwa kuwa nimeipata tena shilingi iliyopotea. Unajua Yesu anachokionyesha hapa, ameonyesha shilingi 1 iliyopotea, ameonyesha kondoo mmoja aliyepotea. Anatuambia hivi, yani Baba yetu aliye mbinguni, hata ingetokea ulimwengu ungekuwa na mtu mmoja tu aliyepotea, Yesu alikuwa yuko tayari kushuka kuja kufa na kufuka kwa ajili ya huyo mtu. Ndio maana anaonyesha mfano wa shilingi iliyopotea. Anasema huyu mwanamke ana shilingi 10, lakini shilingi 1 ikapotea. Anaacha zile 9 alizonazo, anahangaika vurugu zote hizo, kufagia, kuwasha taa, kwa sababu aipate shilingi 1 iliyopotea. Kwa hiyo Yesu anaonyesha kwamba Baba yetu aliye mbinguni, hata kama ulimwengu ungekuwa na mtu mmoja tu, Yesu alichokifanya bado angefanya, kwa sababu mtu mmoja mbele za Mungu ni mtu wa thamani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Vivyo hivyo kwa kondoo aliyepotea, bado angeamua kushuka. Na maandiko anasema, hata akisha kumwona huyo kondoo aliyepotea, amini nawaambia, amfurahia huyo zaidi kuliko wale 99 wasiopotea. Ndio maana liko andiko linasema, mbinguni kuna furaha kwa mwenye dhambi mmoja akifanyaje? Kwa sababu huyo mbele za Mungu ni wa thamani kuliko chochote. Haya, mfano wa kitabu
cha mwana mpotevu. Lakini baba aliwaambia watumwa wake, lileteni upesi vazi lililo bora, mkamvike, mtieni na pete kidoleni na viatu miguuni. Hizi ni habari zinazohusisha habari za mwana mpotevu. Maandiko yanatueleza ya kwamba huyu mwana mpotevu alipojua baba yake yuko na mali nyingi, akaenda kwa baba yake na kumwambia, nipatie urithi unaoniangukia, maana anaidai haki yake, urithi wake. Lakini kwa bahati mbaya, alipopewa ule urithi, aliondoka akaenda kuutumia vibaya. Maandiko yanasema akalewa, akafanya na anasa, akachangamana na makahaba, akala. Bwana Yesu asifiwe. Lakini baada ya muda, maandiko yanasema vile vitu vilipomwishia, akaanza kuteseka, maisha magumu, akawa anakula na nguruwe, anatamani chakula cha nguruwe. Baadaye akasema hivi, akazingatia moyoni mwake, kwani nyumbani kwa baba yangu watumishi ni wangapi? Wako wengi 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 wengi, na wote wanakula, na hao watumishi ni malaika, wako wengi hao malaika, maelfu kwa maelfu. Kwa hiyo mwana mpotevu anasema, nyumbani kwa baba yangu watumishi wako wengi, na wote wanakula na kusaza. Basi nitaondoka niende kwa baba yangu, na jambo la kwanza nikifika, nitamwambia baba, ninaomba unisamehe, nimekosa kwako. Kwa hiyo anajipanga kabisa namna atakavyoenda kuomba msamaha kwa baba yake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini angalia, wakati wote baba yake alikuwa hamwazii kwa ubaya na anamsubiria kwa hamu arudi nyumbani. Kila wakati anatoka anaangalia, labda leo atarudi, anakuta mwanae hajarudi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hiyo siku anarudi nyumbani kwa baba yake, maandiko anasema baba yake akamuona kwa mbali. Alivyomuona kwa mbali, hakusubiri huyo kijana mpotevu afike mpaka nyumbani, alimkimbilia mbio akiwa mbali huko. Sasa ukisoma maandiko anasema huyo mwana mpotevu akaanza, baba, ninaomba nisamehe, nifanye basi kama nafasi ya wana nimepoteza, nifanye niwe mmoja wa watumishi wako. Wakati kijana anaomba toba, baba hakusikia hata hiyo toba anayoifanya, akakimbia ghafla akasema, lakini aliwaambia watumwa wake. Maana wakati kijana anaomba toba, baba yake anasema, enyi watumwa, nileteni upesi vazi lililo bora, mkamvike mwanangu, mtieni na pete kidoleni na viatu miguuni. Kwa hiyo kijana anahangaika kusema toba, baba nisamehe, nimefanya hivi na hivi. Baba yake akapiga kelele kwa watumishi wake, nileteni upesi vazi lililo bora. Na unajua vazi lililo bora ni nini? Ni haki ya Mungu. Tumevikwa haki yake, ni vazi jipya, vazi la utakatifu. Kwa hiyo huyu kijana alipovishwa vazi jipya, angalia, anakuja akiwa ni mwenye dhambi, asiyestahili. Kwa hiyo mazingira hayo, kwanza baba yake alitakiwa aanze kumhukumu, amwambie ninakuhukumu, kwanza ishia hapo hapo, hautakiwi kuja kwangu, niletee kwanza mali ulizotafanya, halafu nipe maelekezo. Lakini kijana anaomba toba, anaenda kwa baba, baba ameyasahau yote. Ndio maana anasema kwenye hili agano, hata kumbuka dhambi zenu. Kwa hiyo kijana anakumbuka dhambi zake, lakini baba yake amezisahau, hana mpango naze, anajielezea, anaomba msamaha. Baba anakimbilia, watumwa, nileteni upesi vazi lililo bora, mkamvike, mtieni na pete kidoleni kwake. Hii pete kidoleni maana yake mamlaka, kumiliki, kutawala tulikokuwa tumepoteza. Yesu anaturejeshea tena, kinyume cha mapepo na waganga na uchawi na nguvu za giza. Hiyo mamlaka inarejea tena kwa kazi ya msalaba Yesu aliyoifanya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wanadamu wanamshtaki Yesu, wanasema kwa nini kuchangamana na wenye dhambi? Kwa hiyo Yesu alianza kuonyesha picha ya sarafu iliyopotea, akaja akaonyesha picha ya kondoo iliyopotea. Baadaye akasema, naona hamunielewi, sasa nawaletea mfano wa mwanadamu, yani vile Mungu anavyowatizama wanadamu. Kwa hiyo hivyo ndivyo Mungu anavyouangalia ulimwengu. Kwa hiyo sisi tukimpa picha nyingine, ni Mungu aliyekasirika, hiyo tunampa picha ambayo baba yetu wa mbinguni hayuko hivyo. Kwa sababu ya pendo lake aliupenda ulimwengu. Yesu anatuonyesha ya kuwa hata kama ulimwenguni kungekuwa na mtu mmoja, bado Mungu angeshuka kumtafuta huyo, maana ni wa thamani kwake. Zaburi sura ya 8 mstari wa 4 na wa 6, maandiko yanasema, mtu ni kitu gani hata umkumbuke, na binadamu hata umwangalie? Umemtawaza juu ya kazi za mikono yako, umemvika vitu vyote, umevitia vitu vyote chini ya miguu yake. Daudi, kumbuka maandiko yanasema, Torati, Zaburi na manabii vyamshuhudia Kristo. Huyu alikuwa ni mfalme Daudi, anaeleza kitu ambacho baadaye watumishi wa Kristo kwenye Agano Jipya walikuja kukikopi, walikuja kukinukuu. Anasema, mtu ni kitu gani hata umkumbuke, na binadamu hata umwangalie? Umemtawaza juu ya kazi za mikono yako,
umevitia vitu vyote chini ya miguu yake. Waebrania 2:5 mpaka 8, maandiko anasema maana hukuweka chini ya malaika ulimwengu ule ujao tunaounena. Hapo maana hukuweka chini ya malaika ulimwengu ule ujao tunaounena. Maana yake anazungumza habari za ulimwengu ule, mji mpya unaokuja. Maandiko anasema Mungu hakuweka huo ulimwengu utawaliwe na malaika. Huo ulimwengu uko chini ya wanadamu. Anasema ila mtu mmoja ameshuhudia hivi akisema. Maana yake anarejea kwenye kitabu cha Zaburi. Anasema ila mtu mmoja ashuhudia akisema hivi, mwanadamu ni nini hata umkumbuke, ama mwana wa binadamu hata umwangalie? Umemfanya mdogo punde kuliko malaika, umemvika taji ya utukufu na heshima, umemtawaza juu ya kazi za mikono yako. Kwa ajili ya mwanadamu, kwa njia ya Kristo, Mungu anavitia vitu vyote chini ya miguu yake kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo habari ya kitabu cha Waebrania zilikuwa zinazungumza habari za Yesu. Kitabu cha Zaburi zinazungumza habari za Yesu Kristo, kwamba Mungu amevitia sasa vitu vyote chini ya Yesu Kristo. Na tunazungumza habari za Yesu Kristo. Yesu ni kichwa, sisi ni viungo, ni mwili. Maanake kama Yesu vitu vyote viko chini ya miguu yake, maanake na wewe pia vitu vyote viko chini ya miguu yako. Mungu amekuthamini, amekuinua, amekufanya kitu cha thamani. Bwana Yesu asifiwe. Angalia hapa Wakorintho wa kwanza 6:2-3. Au hamjui ya kwamba watakatifu watahukumu ulimwengu? Na ikiwa ulimwengu utahukumiwa na ninyi, je, hamstahili kukata hukumu zilizo ndogo? Paulo ameletewa mashitaka. Hawa watakatifu hawa waliozaliwa mara ya pili, wakiwa na matatizo, wakiwa na changamoto, wanaenda kwa watu wa mataifa. Watu wa mataifa ndio waamue kesi zao. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mfano mimi na Mama Mave vimetushinda ndani, lakini haiwezi kuwa hivyo katika jina la Yesu. Kwa hiyo tunamtafuta watu wa mataifa, ndio tunaenda watuhukumu kesi yetu. Yaani watu wasiomjua Kristo ndio tunawapelekea, bwana wenzenu kuna hili na hili, tunaomba tupeni hukumu. Sasa Paulo alipoletewa hiyo kesi, anasema hivi, nyinyi ni watu wa namna gani? Hamjui ya kwamba nyinyi watakatifu mtahukumu ulimwengu? Na ikiwa ulimwengu utahukumiwa na nini, je, hamstahili kukata hukumu zilizo ndogo? Maanake kama mna matatizo ya kweli, kwa nini msiitane nyinyi watakatifu kwa watakatifu na kutatua kesi zenu muwapelekee watu wa mataifa? Bwana Yesu asifiwe. Angalia, anasema hamjui kuwa mtawahukumu malaika? Basi si zaidi sana mambo ya maisha haya. Anaambia yani nyinyi mnajishusha, Mungu amewapa thamani, ninyi mtauhukumu ulimwengu wakati huo unaokuja, lakini pia hata malaika mtauhukumu. Sasa si zaidi kuyahukumu na kukata maneno ya maisha haya, ikiwa ndugu wamepishana? Je, haya si mambo madogo? Tusipeleke mambo yetu kwa watu wa mataifa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sisi ni watu Mungu ametuheshimu sana, kwa hiyo tusipeleke huko. Ila akiingia huko kwa Kristo, kwa sababu naye anasubiri injili, akipokea injili akaja huku, ni sawa, mpelekee, kwa sababu naye ni mrithi pamoja na wewe. Lakini kama hajampokea Kristo, usipeleke mambo yako huko. Tumefika mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Naomba basi tusimame, watu wa Mungu. Naomba tusimame. Tumishi. Moyo wangu usilie tena, haleluya, 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 haleluya.
Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa kuna mtu miongoni mwetu anatamani tupate nafasi ya kuomba pamoja, nichukue nafasi hii kukaribisha hapa mbele tupate nafasi ya kuomba pamoja. Karibu kama uko mtu miongoni mwetu, wakati wimbo unaendelea, karibu mbele. Lakini sambamba na hilo, kama uko mtu miongoni mwetu haujampokea Kristo, ndio mara yako kusikia habari za Yesu Kristo, pia karibu hapa mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Endelea mtumishi.
Bwana Yesu asifiwe. Basi ninaomba tuombe na tumshukuru Mungu pamoja kwa ajili ya neno ambalo ametupa kusikia jioni ya leo. Mwambie Mungu kwa dakika 5, na kama ukiona mambo mengine unataka kumwambia, mwambie Mungu, kwa sababu anasikia, yupo ndani yako, yupo katikati yetu. Bwana Yesu asifiwe. Tuende kwa maombi pamoja. Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, tunakushukuru kwa ajili ya siku hii ya 4 ambayo Bwana umetupa. Tunaomba uaminifu wako, tunaona ukijifungua katikati yetu kwa neno lako, tunaona ukituonyesha upendo wako. Sasa kwa sababu kuja kama Mungu ili sasa usimame heshima na utukufu wako, heshima na utukufu wako katika jina la Yesu Kristo, katika damu ya Yesu Kristo. Pokea Bwana, pokea Bwana, heshima na utukufu, pokea Bwana, heshima na utukufu katika jina la Yesu Kristo. Tunaendelea kufundisha Mungu, tunaendelea kuweka Mungu maana wewe Bwana sasa kwa kazi nzuri ambayo kazi kukatao hiyo na wewe kwa Mungu kwa hiyo siku ya kitabu na wanadamu kwa kutoka Mungu sasa ni Kristo sasa ni Mungu katika jina la Yesu sasa kwa ndani yako sasa kwa ndani yako kubarikiwa sasa kwa ndani yako sasa kwa hawa wanaenda kwa Bwana kwa haya Thank you.